Yes, Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, shalom. Ni wiki nyingine Mungu ameweza kutupa nafasi na kibali. Tunamshukuru Mungu, hakika sifa na tukufu ni kwake Mungu aliyezifanya mbingu na hata nchi. Mungu akubariki sana popote ulipo na neema ya Mungu pamoja na wewe. Karibuni tena katika madhabahu hii ya Prayers Charismatic. Ikiwa ni mara yako ya kwanza, basi hakisha unabonyeza neno kulike, kushare na kusubscribe basi ili kusudi wa kwanza kuweza kupata jumbe hizi pindi tu zinapoachiliwa. Siku ya leo utakwenda kuangalia mada tajwa kinachoenda na kichwa kinachosema Mungu hashinikizwi na shida yako, au unaweza ukasema Mungu hashinikizwi na njaa yako. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana, taifa la Mungu. Turejee kile kitabu cha Mwinjili Yohana sura ya 6 ule mstari wa 10 na 11. Neno la Mungu lipo wazi pale, inaeleza namna ambavyo Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba awaketisha wale watu ambao walikuwa wakiona njaa ama walikuwa wakihisi njaa. Na tunaona kwamba baada ya kuketisha ule mstari wa 11, maandiko yanasema basi Yesu akautwaa ile mikate, akashukuru, anasema akawagaia walioketi. Nini maana yake, watu wa Mungu? Wengi tunalia na shida mbalimbali tukitamani Mungu atutoe katika hizo hali, ila bado hatuoni kama tunatoka. Swali la kuweza kujiuliza, je, ni kweli Mungu asikii vilio vyetu, au ni kwamba Mungu ana huruma, au ni kwamba Mungu kabadilika? Jibu ni kwamba Mungu wetu bado ana huruma sana, lakini kuna vitu vya kuweza kuzingatia. Ukisoma ile andiko vizuri utagundua kwamba utii ni jambo ambalo Mungu analitazama zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana, taifa la Mungu. Kitu cha kwanza ambacho Mungu anaangalia kwako, mtu wa Mungu, ni utii, ndipo muujiza unafuata. Maandiko anasema kwamba walikuja mikutano wengi wakifuata, lakini anasema akawagaia walioketi. Maana yake kuna wapo ambao walikuwa wamesimama. Manake kuna maelekezo ambayo Mungu ama Kristo aliyatoa, lakini kwa maelekezo aliyopokea, manake ndio iliyowafanya akapokea kile chakula, ndio aliyofanya wakashiba. Ndivyo ambavyo siku wa leo, mtu wa Mungu, kuna mahali ambapo Mungu anatamani uwe, kuna mahali ambapo Mungu anatamani ufike, lakini anamtumia kama ni kiongozi, anamtumia kama ni mtumishi. Mtumishi anakuambia tufunge siku labda siku 7, tufunge labda siku 15. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana, taifa la Mungu. Lakini hakuna unachoamua kufanya, ila wewe unataka nini? Unataka baraka. Mtu wa Mungu, badilika. Mtu wa Mungu, badilika. Lakini pia jambo lingine, Mungu huwabariki walio tayari kupokea. Mungu huwabariki walio tayari kupokea. Hawa watu walioketi, Mungu anasema aliwagaia walioketi. Manake nini? Manake ni kwamba walikuwa tayari kupokea, pamoja na kwamba Yesu alikuwa bado hajawagaia, lakini walishaamini kwamba tutakula, tutashiba. Lakini kwa kawaida, kwa namna ambavyo tunafahamu kwamba ili kusudi mtu ana njaa, kama mtu ana njaa, manake tutategemea labda kusukumana, yani watu kutokuwa na utulivu, lakini kumbe hawa waliamini. Kwa kumbe unagundua kwamba Mungu abariki walio tayari kufanya, walio tayari kupokea. Elia anamkuta yule mama Sarepta, anamwambia kwamba nigaie mimi kwanza. Mungu akampatia, unga lake alikuweza kupungua, dumu lake akaweza kupungua. Lakini pia tunamuona yule jemedari, maandiko anasema anafika kwa Elisha. Elisha anampa maelekezo, anatii. Maana yake muujiza ulikuwa katika utii. Kitabu cha Samueli wa kwanza 15 mstari wa 22, maandiko anaeleza kwamba utii ni bora sana kuliko dhabihu. Leo hii watu wengi sana wameshindwa kupokea baraka zao, si kwa sababu Mungu hataki kuwabariki, si kwa sababu Mungu atamani kuona kwamba tunafika kule ambapo mtamani kufika, lakini watu wengi tumejikuta ni wajuaji. Watu wengi tumejikuta kwamba tunafahamu kuliko. Manake Mungu anasema kwamba pindi tutakapotii na kusikiliza maelekezo nitakao kupatia siku ya leo na kuenenda sawa sawa na kama nilivyokuagiza, anasema ndipo ambapo baraka hizi zote. Kwa kumbe baraka ni matokeo. Matokeo, watu wa Mungu, ni baraka. Yani baraka ni matokeo. Kwa tusiombe baraka, bali tuombe kile kitu ambacho kinasababisha tupate baraka. Manake Mungu anakueleza nini kwa habari ya ndoa yako? Mungu anakueleza nini kwa habari ya biashara yako? Mungu anakueleza nini kwa habari ya watoto wako? Mungu anakueleza nini kwa habari ya tima maisha yako? Kwa utakapotii ile sauti, ndipo ambapo sasa inaunda baraka, kama ambavyo hawa watu walivyofanya. Kwa kumbe pia kitu kingine ambacho tunajifunza hapa, watu wa Mungu, kukaa kulionyesha utulivu na kumwamini Yesu. Kunaonyesha utulivu na kumwamini Yesu. Unapofahamu kwamba Yesu amesema kitu fulani, haupasi kuwa na papara. Unafahamu kabisa kwamba ni yeye ndiye aliyesema kweli na hajawahi kusema uongo. Kwa utaamini katika ile jambo. Mungu akubariki sana na neema Mungu pamoja na wewe. Tamani sana kuwa mtii kuliko hicho ambacho nakitafuta. Mungu akubariki sana na neema Mungu pamoja na wewe.